Naomba tufungue katika kitabu cha Mhubiri sura ya 4 kuanzia mstari wa 7 hadi wa 8. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linalopatikana katika kitabu cha Mhubiri sura ya 4 mstari wa 7 hadi wa 8. Nitasoma kwa uwezo wa Bwana. Kisha nikarudi tena na kuona ubatili chini ya jua. Kuna mtu aliye peke yake, wala hana pili wake, naam, hana mwana wala ndugu. Hata hivyo amali yake haina mwisho. Nashukuru, nenda kakae. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Mafundisho ya Mungu yanatufundisha kwamba tuishi kwenye dunia tukitenda wema na tukiishi vizuri na watu. Haleluya. Amen. Huu ni wakati wa mwisho sana ambao kuna mambo mengi mabaya yanayoendelea katika dunia. Inabidi tuishi tukitenda mema, tuishi maisha kama walioishi wana wa Israeli. Haleluya. Amen. Ndio, kabla hujaendelea. Nilikuwa naomba kidogo. Wakati hapa kwenye hili neno limenichanganya. Sasa mimi nitaishije kama wana wa Israeli na huku nchi ambayo kwa kifupi ina historia ambayo saizi yani ina vita zeleweki, yani haijatulia. Stop. Kila unachokitenda kwenye dunia kimehesabiwa. Wewe zamani hapa utakosa sana mpaka nizane kwamiza kwa. Sijui nisimame. Simama, tusimame. Sasa nataka nikuombe kitu kimoja. Sio kukuomba na kuuliza. Hao wana wa Israeli ni wa miaka mingapi iliyopita? Au bado wapo duniani au washafanywa vya hivi? Wapo kuzimuni? Keti ni kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Wema ni akiba na ubaya ni akiba. Isipokuwa mtu huwezi kujua huo wema utalipwa lini. Kwa hiyo tunawadanganya. Mtateseka katika hii dunia mkiishi bila neno la Mungu. Mtumishi, nina mazungumzo kidogo ya siri. Sasa hivi? Hapa. Haya, ongea. Mtumishi, unasemaje? Unajua wewe nakuelewa sana. Ushinde kwa jina la Yesu. Toka kabisa. Nyie ni wakina Delila nyie. Hakuna wachungaji wa sasa hivi nyie. Uongo mtupu nyie. Ndio mdogo wangu. Dunia tuliyopo sasa hivi. Kuna watu kama wasioelewa neno la Mungu, hawataki kusikiliza mafundisho ya Mungu. Lakini sisi watumishi tunakutana nayo. Alafu sijiona cha ajabu.